Tuna maono ya kuhudumia kizazi kipya, huduma za mashuleni, vyuoni na vijana wengine ambao wako mtaani. Maono mengi sana tunayo, makubwa, lakini hatuwezi kutekeleza maono hayo kwa uwezo huu tulionao na kwa uchache huu tulionao. Hatuwezi. Kwenye maadhimisho ya mwaka juzi, yalikuwa maadhimisho ya miaka 85 ya TAG na miaka 16 ya TOC. Nilisoma risala, kwa wale watu makini watakuwa wanakumbuka baadhi ya vitu ambavyo nilivitaja kama malengo. Mojawapo ilikuwa ni la idadi, kwamba tuna maono makubwa na ili tuyatekeleze hayo maono makubwa tunatakiwa nguvu ya rasilimali watu iongezeke. Kwa hiyo nikatangaza lengo ya kwamba ifikapo 2033 tunapaswa kuwa si chini ya washirika 3000, watu wazima pamoja na watoto. Wangapi wanakumbuka hilo? Wengi hamkumbuki. Sasa kama ukumbuki, basi ujue safari tulionayo ndio hiyo sasa. Kwa ninaposema TOC 2033, maana yake nazungumza TOC itakayokuwa ni mega church yenye washirika 3000 au zaidi. Kwa neema ya Mungu tunaweza tukavuka hata malengo. Inawezekana kabisa. Tunazungumza kanisa ambalo hatutakuwa kwenye jengo hili, maana tumeshaanza kujenga jengo kubwa zaidi. Na inawezekana wakati huo itakuwa tuna tatizo la miundombinu kuto kutosha. Nilikuwa naongea na viongozi jana, nikasema Mungu anaweza katushangaza kama tu sisi tukijitoa kikamilifu. Mungu anaweza katushangaza, yani tunamaliza ujenzi na kuhamia, jengo limeshajaa, halitoshi. Yani hilo linaweza likatokea na huwa inatokea. Kwa sisi hatusubiri jengo liishe ndipo tuanze kufikiri tunalijazaje. Mikakati ya kujaza hilo jengo tunaianza sasa hivi. Na Mungu anaweza katushangaza, narudia tena. Mungu anaweza katushangaza tunamaliza jengo ambalo tunaliona kama kubwa. Yaani ile tunamaliza tu, ndani ya mwaka huo jengo halitoshi. Naweza kuwa na ibada 2, ibada 3. Kuna wakati tulishawahi kuwa na ibada 2, si kwa sababu jengo halitoshi, ila ni kwa sababu ya mahitaji ya watu, kwamba watu wengine ni rahisi kuabudu mapema, wengine ni rahisi kuabudu muda fulani ulioendelea kidogo. Lakini itafika mahali kama hatujapanua miundombinu, tutalazimika kuwa na ibada 2, ibada 3 au zaidi. Kule Dodoma, kanisa linalochungwa na mtumishi wa Mungu Mkuyu, sijajua sasa hivi, kuna wakati walikuwa wana ibada 5. Na mpaka leo yapo makanisa ambayo wana ibada 3, 4, 5. Kwa sababu jengo halitoshi, inabidi mpokezane. Askofu mkuu wakati wa ule mpango mkakati wa kwanza alikuwa anatutabiria mafanikio makubwa sana kama tukijitia nguvu, tukakazana, tukatia bidii katika utekelezaji wa malengo yaliyomo katika huo mpango mkakati. Kwamba itafika mahali kama hamna uwezo kupanua miundombinu haraka, ibada zingine itabidi zifanyike mpaka hata Jumamosi. Yaani mnapishana, wengine waabudu Jumamosi ibada kadhaa, wengine Jumapili ibada kadhaa. Lakini nafasi ya kupanua miundombinu kama ipo, ndio hapo sasa mnapanua ili muweze kuwa na jengo kubwa ambalo linaweza accommodate watu wengi kwa wakati mmoja. Lakini tatizo ninalolipenda ni la kwamba hata mpanue vipi jengo halitoshi. Yaani hilo tatizo zuri sana jamani. Mimi naomba hebu tulitafute hilo tatizo. Amen. Ya kwamba mnapambana, mnapanua, ndani ya muda mfupi halitoshi.
mnapanua, ndani ya muda mfupi halitoshi. Yani sisi iwe tuna yani tatizo la namna hiyo leo linajirudia haliishi. Yani tatizo la namna hiyo leo halifanyaje? Haliishi. Kwa nini? Kwa sababu idadi ya watu inaendelea kuongezeka. Nini? Yani tu katika jamii watu wanaendelea kuzaliwa, hata kama kuna ukimwi, hata kama kuna magonjwa, lakini bado idadi inaongezeka. Wewe fuatilia tu takwimu, hata hiyo sensa iliyopita hiyo projection, baada ya miaka kadhaa Tanzania hii itakuwa na watu wangapi? Dar es Salaam hii itakuwa na watu wangapi? Nitazifuatilia hizo takwimu siku nyingine nitazileta, maana ninazo ofisini kwangu, sikuziandaa. Sasa ukiangalia projection hiyo ya kwamba jiji la Dar es Salaam baada ya miaka 10 pengine kuanzia sasa itakuwa na wakazi wangapi, ndio utaona kwamba kama hamfanyi mchezo, mnafanya kazi kweli kweli, maana yake kanisani nako inatakiwa wawe wengi, waongezeke. Ukubwa wa kanisa kwenye kijiji cha wakazi 6,000 10,000 haitakiwi iwe ni sawa na ukubwa wa kanisa ambalo liko kwenye jiji la watu milioni kadhaa. Sasa hivi jiji la Dar es Salaam na milioni ngapi? Milioni 7. Unaona? Milioni 7. Sasa fuatilia makanisa ya Kipentekoste yote ni wangapi, unakuta kwamba yani ile ni sehemu ndogo sana. Walio katika makanisa ya Kipentekoste, makanisa kabisa watu waliokoka ni ndogo sana. Siku nyingine sasa nitaleta takwimu zote hizo ili tutiane wivu. Amen. Alafu sasa huko katikati kumejaa, huku ndio viwanja bado vipo. Na ndio maana sasa hivi hata foleni za magari kuja ukanda huku Mbagala, Kigamboni, foleni zimekuwa kubwa. Zimekuwa kwa nini? Kwa sababu huku sasa ndio watu wanahamia, wanajenga ukanda huu. Yaani hii Temeke hii na hii Kigamboni. Lakini huu mpaka huu unaotutenganisha Dar es Salaam na Pwani ni kama vile haupo. Kwa hiyo sasa watu wanajenga pia kwenda huku hii Pwani hii. Wanajenga sana. Kwa hiyo hii linakwenda kuwa jiji moja, na ndio maana sasa hivi mtu unapanda daladala yani si Vikindu, sijui Kisembule, sijui mpaka huko Mkuranga, gari mpaka huko Kigamboni. Si ndio ndugu zangu? Kwa hiyo na maana tunaweza tukawa na washirika wanatoka Mkuranga wanakuja kwa mtu. Uwezekano huko kabisa. Si Kisembule, sijui kwa nini? Kwa sababu miundombinu inaruhusu. Kutoka huko mjini sasa hivi ndio mwendokasi hii inakuja kupita hapo Kongoni. Unaona vile ambavyo ni rahisi, watu wanaweza katoka hata huko katikati ya mji wakaja kuabudu tu ngoma. Jamani, tuko pamoja. Sisi tunayaona haya. Tunayaona haya. Kwa hiyo mimi ninaliona kanisa la watu 3,000 au zaidi katika mwaka wa 2033 lenye miundombinu ya kisasa, kanisa ambalo mpaka wakati huo linakuwa limekwisha kupanda makanisa, yani kwa maana matawi yasiyopungua 100. Maana uwezo utakuwa unaongezeka kila mwaka. Kabla mtafikisha hata 3,000 itakuwa tayari uwezoni mkubwa. Yani mkishavuka tu hii 100 na hii. Maana hapa tujazungumza wawajibikaji, unajua. Hii 190 na wanaotoa zaka, wanaotoa michango. Hebu niambie hivi kwa wastani ni kama watu wangapi hivi? 82, yani wanaotoa zaka, wanaohusika kwenye michango. Kiangalia hata ile list ile. Mimi nimeangalia hata ya asubuhi ile list ya labda kama kuna walioongezeka, mimi ninayo ya lini ni walio pledge hata kama hawajatoa kwenye mchango wa ujenzi ni watu kama 70 hivi. Sasa kama kuna walioongezeka kumefika 80 sijui, lakini ni watu kama watu 70. Lakini zaka nashukuru kwamba sasa hivi watu wanaendelea kuongezeka ule mwamko wa kutoa zaka. Lakini hapo nyuma tulikuwa tunacheza 20 na 30 na 20 na 30 na watoaji wa zaka. Sasa hivi tunafika kwenye ngapi? 72. Ya, makofi kwa Bwana Yesu. Tumefika mbali. Tumefika mbali. Mungu ametusaidia. Lakini ilikuwa tunacheza 20 na 30 na 20 na 30 na. Bwana Yesu atusaidie. Sasa ndugu zangu, safari hii kuelekea hiyo 2033
ya washirika 3,000 na mambo makubwa yao yamekwisha kufanyika. Tunaianzaje hiyo safari? Inasafiri kwa namna gani? Sasa nataka nikuletea haya ili kwamba yaweze kutusaidia. Kwanza kwa kuangalia ile potential tulionayo, kwa maana ule uwezo tulionao ambao hatujautumia kikamilifu. Kuna mambo kama 7 kwa haraka. Tuna rasilimali watu hao 190 na hiyo ni rasilimali muhimu sana. Ina maana leo hii mimi kama mchungaji ninapozungumza kuweka mikakati kwamba ifikapo muda fulani tuwe hivi, ni tofauti na yule ambaye anaanza hana mshirika. Lakini sisi tunaanza tukiwa tupo 100, yani karibia 200. Alafu na rasilimali ardhi, kiwanja hiki jamani, sio kwamba kinatosha, bado tunahitaji zaidi, lakini kiwanja hiki kwa kulinganisha na wenzetu wengi ni kikubwa. Hebu nimshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Wachungaji wenzangu wakija wanasema aisee, kwa kweli nyinyi kiwanja tunahitaji zaidi ya hiki, lakini tumshukuru Mungu kwamba tuna kiwanja ambacho tukipangilia vizuri miundombinu ni kikubwa. Tunaweza tukafanya vitu na vikaonekana na tukapata matokeo makubwa. Lakini tunao majengo. Kama hapa tuko jamani, si ni mahali pazuri? Si ni mahali pazuri? Hata kama jengo limeshakuwa la muda mrefu, lakini ni jengo zuri. Tuko mahali pazuri na umekaa kwenye kiti kizuri. Lakini tuna nini? Zipo mali PA system kama hiyo. Unaweza sema natakiwa hiyo bora zaidi. Asante kwa mnataka kicho bora zaidi, lakini angalau hicho ambacho kina kiwango fulani unacho. Tuna vyombo kama hivi. Sasa hivi ndio hivyo tunajirusha kwenye mitandao, ni kwa sababu tuna kamera kama hivyo. Tuna kompyuta, tuna ofisi ile na vitendea kazi angalau vichache vya muhimu tunavyo. Tuna majengo kama yale ambayo yamebadilishiwa matumizi sasa hivi, lakini baadaye yatarudi kwenye matumizi yake. Madarasa. Yaani kuna mtu mwingine ingekuwa vitu kama vinahamishika, yaani anaanza huduma anahangaika abudu wapi, angesema mchungaji, naomba uniazime tu angalau darasa moja likawe kanisa. Yaani ile darasa lile ni kanisa, ni bonge la kanisa mahali ambapo huduma inaanza. Bonge la kanisa. Sasa akija ambaye ndio ana struggle ameanza huduma, hajafikia level zetu, anaangalia anasema wenzangu wako mbali. Yaani hili ni darasa tu. Yaani mimi ningepata kama hiki chumba hiki ndio nianzie ibada, ndio jengo la kuabudia. Sasa tulianzia hata sisi sebuleni. Na hata nilipoanza huduma kule Iringa tulianzia sebuleni. Na baadaye tuliponunua nyumba yenye nafasi kubwa, kiwanja cha kujenga kanisa, mahali tulipoanzia palikuwa ni kachumba kadogo. Niko tulikoanzia ibada. Baadaye tukarekebisha mahali fulani, tukabomoa vyumba fulani hivi, ndipo tukapata angalo pakubwa kubwa kidogo. Kwa hiyo jamani, kuna mahali tumefika. Ndio hivyo, tunayo maji ya kwetu, kisima tunacho, umeme tunao. Hatukuwa navyo hivi, sasa hivi tunavyo. Lakini kama hayo hayatoshi, ndio huo ujenzi ambao tumeuanzisha, hilo limsingi hilo. Tunaliona jamani. Simeona na huo mfumo unatengenezwa huo sasa. Wiki ijayo tu hapo tunamimina zege kwenye huo mkanda, tayari kwa ajili ya kuinua nini? Kuta. Ukitia mkono wako kwa bidii kwa ajili kwenye hiyo kazi, ndani ya muda mfupi tunalo jengo jingine kubwa kabisa. Maana maamuzi unayo wewe. Hebu mwambie jirani yako, maamuzi unayo wewe. Alafu jiambie mwenyewe, maamuzi ninayo mimi. Yes, yani wewe unaweza kaamua tukae hapa muda gani kabla ya kuhamia kwenye hilo jengo kubwa na ambalo litakuwa zuri zaidi. Natoka utukufu hadi utukufu.